Bwana, mambo vipi? Mwana michezo, karibu sana hii Sanuka TV. Usisahau ya kwamba lazima usubscribe uwe wa kwanza kupata taarifa mbalimbali kutoka kwetu kwenye yale mengi ambayo huwa yako hapa na tunayaweka kama kawaida. Leo ikiwa ni siku nyingine tunakutana kupata fursa ya kuzungumza katika mengi ambayo tuko nayo. Sasa moja kubwa ambalo tunakwenda kulizungumzia leo ni kuhusiana na muendelezo wa michuano ya klabu bingwa barani Afrika ambako weekend iliyopita, nikimaanisha Jumamosi na Jumapili, tulishuhudia wawakilishi wa Tanzania kunako michuano hiyo wakijitupa viwanjani katika michezo ya raundi ya pili. Kunako michuano hiyo tumeshuhudia Jumamosi pale Young Africans wakiwa katika jiji la TZ Ozo kama wageni wa mchezo dhidi ya JS Kabylie, mchezo ambao ulimalizika kwa kikosi cha Young Africans kupata alama moja baada ya sare bila kufungana. Lakini pia tukashuhudia Azam FC wakipoteana katika uwanja wa New Amaan Complex pale visiwani Zanzibar baada ya kutoka ama kufungwa bao moja kwa sifuri. Bao la Wydad Athletic Casablanca ambalo limefungwa na Sofiane Amrabat lilikwenda kuangamiza kabisa Azam na kuwa ni moja kati ya klabu ambazo hazikupata nafasi ama hazikupata alama yoyote kunako michuano ya klabu bingwa la kombe la shirikisho kumradhi barani Afrika mpaka hivi sasa. Lakini tukawashuhudia Jumapili pia katika siku ya hapo jana, siku ambayo ilikuwa ikisubiriwa kwa hamu. Simba Sports Club walikuwa ugenini katika uwanja wa Machi 26 katika jiji la Bamako pale Mali, wakiwa wageni dhidi ya kikosi cha Stade Malien. Unaweza ukasema ya kwamba mgeni amegoma kuondoka na 700 yake, amehitaji soda, ameketi mezani na amekaribishwa kwa ukarimu mkubwa kabisa. Simba akipoteza kwa mabao 2-1, ingawa ilikuwa ni mchezo mgumu na nafasi zimeonekana kukosekana kwa upande wa Simba, wengi wakizungumza ya kwamba kwa hivi sasa Simba Sports Club kile ambacho kinawatafuna bado hakijulikani, sababu watu wakivuta picha na kile ambacho kilijitokeza kunako mkutano wa klabu hiyo ambao ulifanyika pia katika siku ya hapo jana, ambako uliwashirikisha wanachama wa klabu hiyo na uongozi pia wa klabu hiyo, ambako tumeshuhudia mwenyekiti wa klabu hiyo kwa upande wa wanachama Multaza Mangungu pia akikosa chochote cha kuzungumza kuhusiana na maswali ambayo yamekuwa yakiulizwa na wanachama. Na wanachama wanadai ya kwamba Mangungu amekimbia kwenye kikao, ingawa wao walikuwa na maswali mengi sana ya kumuuliza na bado hawakupata majibu yale sahihi zaidi ya kuweza kuwatoa wasiwasi. Lakini matokeo mabovu pia yameendelea kuwaweka na wasiwasi mashabiki wa klabu hiyo, na mpaka hivi sasa unaweza ukasema bado hawaelewi nini wakifanye ili wapate fursa ya kutoka kwenye wimbi kubwa ambalo wako nalo kwa hivi sasa. Pale kwa wekundu Msimbazi Simba unaweza ukasema bundi ametua na bado haieleweki nini kitaendelea baada ya yale kuweza kufanyika. Mchezo unaofuata kwa upande wa Simba Sports Club ni kunako michuano ya ligi kuu ya Tanzania bara dhidi ya kikosi cha Mbeya City. Mbeya City ambayo jana imekwenda kumtimua pia kocha Malale 50 baada ya kupoteza michezo takriban 3 mtawalia kunako michuano ya ligi kuu ya Tanzania bara. Simba wanakwenda kukutana na Mbeya City ambayo itakuwa na benchi jipya pia la ufundi. Je, furaha inaweza ikarejea kwa Simba ama nini kitaendelea? Tuendelee kuwa pamoja hapa. Endelea kutufuatilia, lakini hakikisha una subscribe channel hii ya Sanuka Online TV ili uwe wa kwanza kupata taarifa mbalimbali ambazo tutakuja nazo kila wakati. Endelea kuwa nasi. Mimi naitwa Kelvin Sige Junior.